subscribe to my channel and also press this bell icon. Michezo wa Sanga TV, tuendelee kuzungumza taarifa mbalimbali za michezo ambazo zimeendelea kuchukua nafasi. Nipo na mtaalam Mandala Lucifer, miongoni mwa watu hatari kweli kweli. Tunaenda naye kupiga stori nyingi za kimichezo. Kwinginako, mechi 4 zilizosalia, ni kweli Simba bingwa ama Young Africans bingwa? Ni maswali ambayo watu wengi wanajiuliza. Kituo kinachofuata kwa mnyama ni zidi ya Mbeya City, mchezo ambao utapigwa pale uwanja Sokoine Mbeya majira ya saa 8 mchana. Lakini Young Africans kituo kinachofuata ni zidi ya Fountain Gate tarehe 17 saa 10 jioni. Je, Yanga bingwa kama inavyosemekana? Tunazungumza na Mandala. Lakini Libasa Gwe amfikia Pacome Zouzoua kwa magoli. Hili limekaje? Amekuja dirisha dogo katikati ya msimu, lakini yupo sambamba na Pacome Zouzoua. Mtaalamu, niambie ndugu yangu. Mambo yanasonga? Ya, amechambua vizuri, yani umeongea hoja za msingi kwamba Libasa kamfikia Pacome, au sio? Ambaye kaja dirisha dogo, si ndio? Tafsiri yake ni nini? Hapa tunaenda kuona sasa ule tofauti wa vikosi. Yaani hapa tunapolinganisha Yanga na Simba, kuna tofauti mkubwa unakuja kuona hapa kwamba ukiangalia usajili wa Yanga dirisha dogo na kubwa, mchezaji pekee anakuja kwa piki kubwa ni Aaron Okero, ambaye ana magoli mengi, kawapita mpaka wachezaji ambao kawakuta wameanza. Lakini ukiangalia Simba huku kuna wachezaji ambao wapo walikuwepo ligi kuu kabla timu kuanza. Pia ukiangalia quality ya wachezaji wanaokuja na sasa hivi, ukiangalia mlinganisho wao wanafanana. Ukimwangalia Mpanzu ana assist nyingi 8, si ndio? Na ukimwangalia Chama magoli, ukimwangalia Rebase, ukimwangalia Aura, ni wachezaji ambao wanakuonyesha wenye quality kubwa. Hili tafsiri sasa hivi unaenda kuona kwamba Simba ndio timu pekee yenye ubora mkubwa kuliko timu yoyote kutoka Tanzania. Swala la matokeo swala lingine, swala la ubora swala lingine. Simba sisi tunahitaji tuchukue ubingwa wa ligi kuu. Simba tunautaka ubingwa wa ligi kuu, tupole. Inawezekana? Ya rahisi, sio kuwezekana rahisi. Yaani rahisi tofauti mnavyofikiria nyinyi. Asilimia kubwa nyinyi mnaona ugumu, Simba ana ugumu mkubwa kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Ila sisi tunaojua mpira, Simba ana urahisi mkubwa kuchukua ubingwa wa ligi kuu. Tofauti na matarajio yetu. Kwa sababu ligi ya Tanzania hii majanti ni wawili, Simba na Yanga, na ndio wanaokimbilia ubingwa. Ila pia kuna timu ambazo wana uwezo, yani kuna timu ina uwezo kuizuia Simba na kuna timu hiyo ina uwezo kumzuia Yanga. Yani kuna timu moja ina uwezo kumzuia Simba na Yanga. Alafu kuna timu ambayo ina uwezo kumzuia Yanga tu, ila Simba haiwezi kumzuia. Na kuna timu ina uwezo kumzuia Simba tu, Yanga haiwezi kumzuia. Mfano kama nani, Pamba Jiji. Pamba Jiji ukimwangalia ni timu ambayo yenye uwezo kumzuia Simba, ila sio Yanga. Umeelewa vizuri? TRA ana uwezo kumzuia Yanga, ila sio Simba. Umeelewa vizuri? Azam ana uwezo kumzuia Simba na Yanga wote kwa pamoja. Umeelewa mahesabu maraka ambayo tunaopiga? Ukiangalia katika mahesabu kupigia mpaka sasa hivi katika michezo iliyobakia, Simba ana timu ambayo kumzuia. Katika michezo 4 ambazo tunazungumzia, hakuna timu yenye uwezo kuizuia Simba. Hakuna timu. Katika mechi 4 tunazungumza Mbeya City ambao tunamfuata na mechi mechi 4 ambazo mnyama amebakisha ni Mbeya City, Singida Black Stars ndio mbili, lakini pia nikiangalia timetable bado na KMC kwa itakuwa ni mechi ya mwisho kwa mnyama. Ndio nikiwa naendelea kwa kutafuta mechi moja ya mwisho. Kwa hiyo katika mechi zilizobaki Simba hakuna timu ambaye yenye uwezo kuizuia Simba kwa ubora uwanjani, kwa historia na kwa rekodi. Tunapomzungumza Singida Big Stars, unakumbuka mara ya mwisho Singida kumfunga Simba ilikuwa lini? Hauna kumbukumbu. Kwa hiyo katika takwimu hizi zilizokuambia zote, katika hizo timu ambazo kabakisha Simba, hakuna timu kihistoria, kwa rekodi, kwa tunasema kwa takwimu, kwa quality, hamna timu ya kuizuia Simba. Nikiwa naendelea zile mechi 4 ambazo tunazungumzia, kwa sababu Simba waliposti hapa June Future mechi za mwezi wa 6. Pamba Jiji ambaye ndio tayari mecheza naye jana, kuna Mbeya City
Kituo kinachofuata mnakuja mnakipiga na Mtibwa Sugar, kuna Singida Black Stars, alafu mechi ya mwisho mnazima na KMC. Ndio maana nimekwambia katika hizo mechi zote uzonitajia hizo, hata ukifuata kihistoria, kimpira, kwa quality hakuna timu ya kuzuia Simba Sports Club. Lakini tukudi kwa Yanga, hizi mechi 4 ambazo kabakisha, kwa uwezo kuna timu inaitwa Azam ambayo ana uwezo kumsimamisha Yanga. Kihistoria kuna timu inaitwa TRA ambayo ana uwezo kumsimamisha nani? Yanga. Katika hizi mechi 2 Yanga ndio achague afungwe na mechi gani, asale na mechi gani. Achague kama afungwe na Azam atasale na TRA. Kama atafungwa na TRA atasale na nani? Na Azam. Umeelewa? Simba anaenda kuwa bingwa ligi kuu, waandisha mtu amini. Na naomba uzipige hizi hesabu kwa sababu wengi wanasema Yanga atatangaza ubingwa Mandala. Katika mechi 4 zilizobakisha Simba, narudia. Kihistoria, kwa quality hakuna timu ya kuizuia Simba. Yaani kuanzia kwenye historia. Yaani umchukue Singida useme tutafuta mfunga lini Simba, utatafuta muda mrefu. Au kasala lini na Simba, utatafuta muda mrefu. Kihistoria wala kiquality hakuna timu ya kuizuia Simba. Hizi timu ambazo kabakisha Yanga mechi zake, kuna timu kwa quality tu anaweza kumsimamisha Yanga ambaye ni Yanga. Sio Simba. Kwa Simba tayari narudia. Nimekwambia Tanzania kwenye ligi yetu kuna timu ambayo kwa quality inaweza kumsimamisha Simba na anaweza kumsimamisha Yanga ambaye ni Azam. Tena kwenye hizi timu za ligi kuu Tanzania kuna timu ambayo ina uwezo wa kumsimamisha Yanga ila hawezi kumsimamisha Simba, na kuna timu inaweza kumsimamisha Simba ila hawezi kumsimamisha Yanga. Umeelewa vizuri? Turudi katika michezo iliyobakisha Simba na Yanga. Ukirudi kwenye michezo, ukiangalia michezo iliyobakisha Simba, sio kwa historia wala kwa quality, hakuna timu ambayo inaweza kumsimamisha Simba katika mechi 4. Turudi kwa Yanga, katika michezo yake 4 aliyobakisha, kuna timu ambayo ina quality ya kusimamisha Yanga ambayo ni Azam. Quality anayo. Huyo Azam ambaye aliojiwa Zaka akasema sisi hatupo sisi kazi yetu ni kushinda tu, hatupo kwa kumpa mtu ubingwa. Kwani hujamwelewa vizuri Zaka? Hujamwelewa? Inamaanisha akifungwa na Yanga anampa ubingwa Yanga. Akifungwa na Yanga akishinda yeye anampa ubingwa Simba. Tafsiri yake ni nini? Ana pa kutokea. Nani wewe? Ongea tu, endelea endelee. Nisikilize mzee Maokoto. Kuna elimu nataka nimpe mzee. Tena nisikize kwa makini afadhali kaja. Nampa huyu, yaani aelewe jinsi gani atakukosa ubingwa. Na tena nakuja kumpa elimu nyingine, yaani namfundisha tena mzee Maokoto. Sema napenda kukosa ubingwa. Kwamba Yanga ndo anaitengeneza Simba kwenda kucheza fainali ya klabu bingwa. Yanga ndo anaitengeneza Simba. Nakupa iko kitu kijue. Yanga hii ndo anaitengeneza Simba kwenda kucheza fainali ya klabu bingwa. Yanga anaitengenezaje Simba? Ninapoenda kukosa ubingwa, ongea ninapoenda kukosa ubingwa. Ubingwa kote nitakuja. Mimi ndio ubingwa. Sawa. Ubingwa unaokosaje? Turudi kwenye mpira. Mpira Tanzania una rekodi na historia na quality. Unavijua hivyo vitu? Sawa. Tuna rekodi, historia na quality. Sawa. Tukudi kwenye quality, kuna Simba, Yanga na Azam ndio timu zenye quality. Sawa. Tukudi kwenye historia, kuna timu zina historia kuizuia Simba na kuna timu zina historia kuizuia Yanga. Umeelewa? Tukija kwenye quality, timu yenye quality yenye uwezo kuizuia Simba ni Azam. Timu yenye uwezo kuizuia Yanga ni Azam. Tukija kwenye quality. Tukija kwenye historia, Simba ambayo timu tuna historia nayo mbaya, siku tuanayesahau kutufunga Pamba Jiji. Simba timu ambayo tuna historia nayo mbaya, ambayo akatufunga sisi Mashujaa. Umeelewa vizuri? Yanga tunarudi. Timu yenye historia mbaya na Yanga, TRA. Timu yenye quality ambayo inaweza kumzuia tena nani Yanga? Azam, ambao watakutana nao kwenye mechi 4. Dunia ndio unaomba kukosa ubingwa hapo. Sikiliza. Kwa hiyo Yanga watakucheza na Azam, watakucheza na TRA. Kwa hiyo uchague. Usale na Azam, ufungwe na TRA au ufungwe na TRA usale na Azam. Wewe ndio uchague. Chagua wewe. Acha nimpe majibu. Wewe uchague wewe. Haya nisikize basi. Wewe uchague. Sawa nisikilize basi. Utasale na Azam
au ufungwe na TRA au ufungwe na TRA usae na Azam? Jibu kwako sasa. Chagua. Nitasare na Azam. Wakati huo na sare na Azam, huyu hapa tayari ameshaenda kupigwa na Mbeya City kule. Kwa sababu Mbeya City ili asishuke daraja anatakiwa ashinde mechi zake zilizobaki, kwa sababu Prison ameshinda 3-1. Mimi namwibia kodi tu. Wala wewe timu itakao kufunga Simba anaenda kupoteza kwa Mbeya City. Umeelewa? Alafu mimi nitadraw na Azam Guantanamo Bay hapo, shughuli imeisha. Sasa ukitaka tofauti na hapo, kila mtu ashinde mechi zake. Mimi mzee historia tulikubaliana kipindi tunaanza kuzungumza. Mzee huyu nimekubaliana naye, mzee wa Maokoto. Nimwambiaje? Kihistoria kuna timu zinaweza kumzuia Simba ila sio Mbeya City. Ila sio Mbeya City. Kwani kwenye historia ukija kuna timu inamzuia Simba. Alipata sare kule, unakumbuka? Ndio timu ambazo zinamtuliza Yanga, Mbeya City, Yanga. Yaani tunachompendea Mandala sasa hivi anafahamika mpaka na vyombo vyote kwamba a few moments later. Wewe mimi naomba hilo swala. Bado chengine sijamwambia. Yanga anatengeneza timu. Yanga anaimarisha Simba. Ndio makone bwana, usikimbie, njoo hapa. Asikilize. Asikilize atakaye pembeni. Yanga anaimarisha Simba kwa lengo gani? Yanga leo hii wanapoingia kutia nguvu kwenye timu nyingine ndogo, kuipa motisha zile timu hizi zikaleta upinzani mkubwa kwa Simba. Wanatengeneza Simba kwenye ubora, tupate game ngumu, game changer ngumu ili tuwe na ubora mkubwa. Jana tumeona sisi hapa Pamba Jiji wanapanda ndege. Wewe unaweza kushangaa na ule wamezitoa hapa. Pole bwana, kuna swali nataka unijibu. Pamba Jiji wamepanda ndege, mwacha aende. Pamba Jiji wamepanda ndege, hela amezitoa wapi? Kwa ilikuwa nguvu ya mtu. Nyuma kuna watu. Lakini mimi hapa nawapongeza watu wanaunga mkono hizi timu ndogo kutia nguvu ili kuipa game ngumu Simba. Tunaitengeneza Simba kwenda kupambana klabu bingwa. Tunapocheza zile game ngumu, game tough, tunaitengeneza Simba. Kwa hiyo Yanga ndio timu ambayo inahusika kuimarisha Simba kwenye ubora mkubwa. Kauli kwamba mechi za Simba zina ushindani, mechi za ndio maana nimekwambiaje, timu ambayo inaipa ubora mkubwa Simba ni Yanga. Kwa kutengeneza, yani kwa kuzipa support hizi timu ndogo hii kuipa game ngumu Simba. Sisi ndio zidi kuimarika leo hii. Sio udhaifu wa Simba. Sio udhaifu. Hamna ubora. Wewe ushaikuona Pamba Jiji na panda ndege, ushaikuona lini? Timu zenye uwezo kupanda ndege Tanzania, Simba, Yanga na Azam. Ukiona timu ndogo inapanda ndege, unajua nyuma yake kuna mtu. Hamna chengine, no option. Yani hamna cha kujificha. Simba bingwa. Simba ndio bingwa ligi kuu Tanzania na parade tunaifanya angani. Exclusive news. Parade ya Simba ambayo tushachukua ubingwa tunafanya angani. Tushazungumza na shirika la ndege Tanzania. Tumezungumza nalo, watu gele ndege wanaenda Mwanza da. Tunailipia siku nzima nauli ya kwenda na kurudi. Kila siti moja tunailipia. Na tunawaomba shirika la ndege tunaenda kuibrand machata ya Simba. Hiyo inazunguka angani parade na waandishi juu. Tukifika Jangwani tunaambia rubani atoe chini kidogo hivi. Tunapita hapa Jangwani tunazunguruka. Wana Simba tumemisi. Mandala, Libasa Gwe ni bora kuliko Pacome kwa sababu Libasa ameingia katikati, tuanzishe kidogo. Epukana na hii dhambi. Narudia. Epukana na hii dhambi ambayo unataka wewe kuizungumza. Hawezi nikwambie mchezaji ambaye mwenye therusi ya quality ya wachezaji wa Simba ni Okero. Therusi ambaye ni Okero kimchukua pale Simba ndio sawa na Morris Ibrahim. Ukifananisha. Yani mfano mchukue Okero ndio mchezaji mwenye quality kubwa Yanga ni Okero. Hauwezi kumfananisha Okero na wachezaji wote wa Yanga. Ila sasa umchukue Okero umlete Simba ndio unampata Morris Ibrahim ambaye anakaa benchi. Usije ukaingia kwenye hiyo dhambi. Narudia. Uwezi kumchukua nani Lebase umweke na Pacome, ni vitu vili tofauti. Unapomwongelea Lebase tunasema classic au tunasema quality kubwa ya mchezaji. Yaani Lebase, yaani ukiangalia kwa kombe la dunia wachezaji design ya Lebase ndio wapo kule kombe la dunia. Naomba uweke kauli sawa sawa kwamba yaani mfano wewe angalia kombe la dunia. Kama jana Japan uliangalia. Yule winga pembeni anafanana na Lebase, style yake ya kucheza. Lebase hadhi yake ni kucheza yeye huko kombe la dunia. Sema timu yangu ndio haijashiriki kombe la dunia. Nisikilize. Leo hii mfananisha wachezaji wa Yanga mmoja mmoja sasa ushambuliaji. Uje huku Simba ufanye compare. Tunakushangaa kwa sababu mchezaji wa Yanga mwenye quality ni mmoja. Pacome ka drop. Katoka kwenye 100%, sasa hivi ana 10% ya quality yake. Leo hii Pacome anapocheza uwanjani yani umuoni Pacome. Yamuona. Kwa hiyo kuna muda lazima tuheshimu ubora wa wachezaji. Simba ina mpanzu. Leo hii nafundisha na Simba. Kuna kitu nawapa hiki. Elimu nawapa. Kuna akili ya kocha, alafu kuna akili ya mashabiki. Sisi mashabiki tukienda uwanjani tunahitaji washambuliaji wao wafunge tu. Lakini kocha ana akili mpya.
Kazi usiyojua ya Mpanzu uwanjani kutuliza timu. Yaani kocha anavyompanga Mpanzu, ampangi ili akafunge magoli. Anajua Mpanzu hana bahati na magoli, lakini kazi yake kubwa Mpanzu akicheza uwanjani kutuliza timu. Anapocheza Mpanzu anakabwa na wachezaji, anakabwa na mabeki wawili au watatu. Anapokabwa na mabeki wawili au watatu, Chama anakuwa free. Haula anakuwa free, timu inashambulia, inapata magoli. Kwa hiyo leo hii tusimnyoshe kidole hata siku moja kocha. Anapompanga mchezaji ana akili yake. Mpanzu ana kazi kubwa sana uwanjani. Anaitwa Mpanzu Gravity. Passion is the gravity, revolution of football. Mpanzu mtu hatari ule. Hatari Mpanzu. Kuna kina Arsenal yule wanaingia wanachukua wachezaji bora. Ni wazi Simba mlifanya dirisha dogo kuliko Yanga. Sio bora. Sisi mimi ngoja nikwambie siri. Nakupa hii siri. Wewe chunguze Simba kwanza dirisha dogo la msimu uliopita. Msimu uliopita dirisha dogo tumleta mchezaji huyo Mpanzu. Msimu uliopita dirisha dogo. Mchezaji huyo tafsiri yake ni nini? Tumetumia gharama kubwa kumleta mchezaji mwenye ubora. Angalia dirisha dogo msimu huu tena. Wachezaji wanaosajiliwa dirisha dogo wote Simba anacheza na quality kubwa. Kibabage ana quality, Chama na quality, Lebasa na quality, Luemba na quality, sijui nani Aura na quality. Tafsiri yake ni nini? Simba tumeacha kusajili wachezaji wa mafungu. Simba tumeacha kusajili wachezaji wa mtumba. Simba tumeacha kuingia Ilala kuchagua mchezaji wa mtumba. Kuna timu inasajili wachezaji. Wachezaji wa mtumba. Kina nani? Simba siwezi kuwataja, mnajua. Wewe msimu la dirisha kubwa wachezaji wote, wabovu wote sio wachezaji wa mtumba. Umeelewa? Simba sasa tunachokifanya, Steve Becker analeta proposal, analeta nini documentary yake. Bana sikiliza, namtaka mchezaji huyu na huyu na huyu. Huyu bilioni ngapi? Huyu bilioni 1. Okay, huyu bilioni 1. Simba tunasajili wachezaji wachache wenye ubora. Na ndio maana tumesajili wachezaji 5 wenye ubora, watu wameweza cha kwanza wanacheza. Tumeacha kusajili wachezaji 10 ambao wanakaa benchi. Na ndio maana sasa hivi usajili hata dirisha kubwa kama hujui, Simba tunasajili wachezaji 3 tu. Dirisha kubwa wachezaji hao namba 9, ambao namba 9 anacheza kombe la dunia, siwezi kukutajia. Na mchezaji wenu kombe la dunia? Anacheza. Naomba urudie. Namba 9 wa Simba anaokuja dirisha kubwa, anacheza kombe la dunia. Bana Manara. Uamini? Ni nani? Na hapa. Timu gani ana? Taifa gani? Na hapa. Taifa gani? Na hapa. Simba mchezaji leo msajili namba 9 wetu, anacheza kombe la dunia na utamuona anacheza. Taifa. Sikutajii taifa hapo mengi. Wewe sikutajii. Tushuhudie mchezaji wa kombe la dunia. Wa Simba anakuja kutoka kombe la dunia. World Cup tunaandika historia mpya. Nisikilize. No, sijakwambia nani. Wewe shika kichwani kwamba mchezaji wetu namba 9 Simba anacheza kombe la dunia. Sikutajii nani. Tunaenda kuandika rekodi mpya. Tanzania, Simba tunaenda kuandika rekodi mpya kumsajili mchezaji ambaye anacheza kombe la dunia. Hakuna timu yoyote ambayo imewahi kufanya hilo tukio Tanzania. Sisi ndio timu ya kwanza kuanzisha Simba Day. Sisi ndio timu ya kwanza kuleta CEO. Sisi ndio timu ya kwanza kuleta Iriza. Sisi ndio timu ya kwanza kusajili mchezaji kutoka kombe la dunia. Simba Sports Club. Exclusive nimekupa hiyo. Na nitasemwa na Mediali kuisema hii habari. Ahmed atanisema. Itakuwa siri. Itakuwa iwe siri. Huyo mchezaji akitua hapa Tanzania akitua, dunia yote inatikisika. Mimi nakwambia katika msimu ya Simba kuja kusajili msimu wa hatari msimu huu. Target kubwa, main target. Simba malengo yetu kwenda kucheza finali ya klabu bingwa. Hauwezi kwenda kucheza finali wachezaji umewatoa Kenya. Au chezi klabu bingwa mchezaji umemtoa Uganda. Leo hii Uganda ligi yao ya kawaida. Mchezaji wa Uganda sasa na mchezaji anaweza KMC. Mchezaji wa Uganda sasa na mchezaji anatoka wapi sijui. Tunasajili wachezaji wenye quality kubwa, high performance quality. Umeelewa? Si watukani Waganda, najua. Huko katoka Uganda, najua wachezaji wengi wametoka Uganda, lakini kwa level ya Simba na kwa level ya sasa hivi, Simba haihitaji mchezaji kumtoa Uganda. Wachezaji kutoka kombe la dunia huko. Tanja Kasali vipi? Tuendelee naye. Mwacha baki. Nimesikia taarifa kwamba Simba wapo sokoni kutafuta golikipa mwingine. Ndio, tunaongeza nguvu. Kwani kuna ubao na makipa wawili wa kigeni mmoja tukumbuka. Tanja Kasali hapa. Kwani mfano golikipa unaye mmoja. Si ndio? Mfano umemuuza mchezaji wa kimataifa mmoja, unamleta mchezaji mwingine wa kimataifa. Kwa hiyo Tanja apigwe panga. Mimi binafsi siwezi kuingilia viongozi. Mimi nashauri, nisikilize. Kama unanifuatilia mimi nashauri. Mimi nishaye kushauri viongozi wamrudishe Chama.
nikazomewa na wana Simba, nikaambiwa chama mzee, chama chiba, si chama msaliti, hapa ndio washauri. Lakini leo hii baadhi ya watu wamesikiliza ushauri chama kauli anasaidia timu. Juzi niliongea tena kwamba Simba tusisajili mchezaji Kenya wala Uganda. Wakasema kwamba Kenya siku na nani? Level ya nchi yetu, level ya Simba, sio level ya kumtoa mchezaji Kenya. Tusiwaingie Yanga, Yanga amefilisika. Nisikilize, Yanga amefilisika. Narudia, ukiona timu inasajili mchezaji Kenya, hai Uganda wamefilisika. Wamefilisika, Yanga wamefilisika. Narudia, hamna timu iliyofilisika, hamna timu msimu ujao itakuwa na njaa, hamna timu msimu ujao itaishi kwa shida kwa vitumbua kama Yanga. Kwa sababu wanaingia majukumu ambayo hayahusiani. Leo hii mnaenda kwa baba Dodoma Jiji kwenye ndege. Inahusiana na nini? Embu Azam. Umwalipia Dodoma Jiji ndege. Pamba Jiji alishasahau tena. Pamba Jiji umwalipia ndege kwa toa Mwanza. Wamekuja hapa, halafu amefungwa. Yaani hela yako imeenda afu timu imefungwa. Wewe unajisikiaje? Nauli mtu mmoja 600 kwenda na kurudi. Wachezaji wapo wangapi? Benchi la ufundi umetoa shilingi ngapi? Tunakuuliza pesa. Hapa ameacha pointi 3 pale. Watu wameondoka wana. Sisi tunaachoa. Na sisi tunataka waendelee hivyo hivyo. Watoe hela sisi tunashinda. Watoe hela sisi tunashinda. Watoe hela sisi tunashinda. Alafu mwisho wa msimu tukasajili mnaenda kusajili Kenya. Shukrani. Hela imeisha. Poa.